Bwana Yesu asifiwe. Wewe mtu wa Mungu ambaye umekuwa ukinifuatilia siku zote, mimi ni chombo mwamuzi mwenye neema, na nimetaka nichukue dakika hizi chache kidogo niseme na wewe mambo machache pia ambayo yatakuwa msaada kwa maisha yako ya kiroho na maisha yako ya kimwili. Lakini wacha niombe kwanza kabla sijazungumza mambo hayo ambayo Mungu anataka niseme kwako. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru tena kwa wema na fadhili zako, Mungu mkuu ambaye umenibariki wakati huu nisimame kusema na watoto wako hawa wa thamani. Wewe ni mkuu kuliko mioyo yetu, wewe ni mkuu kuliko mambo yetu, wewe ni mkuu kuliko vyote. Asante kwa sababu wakati huu wewe Mungu utasema nasi kupitia neno lako, katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, chukua nafasi, useme nasi, useme na binti huyu, useme na kijana huyu, useme na baba huyu, useme na mama huyu, useme na mtoto huyu, useme na mzee huyu, na wote kwa pamoja tubarikiwe katika jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Anyway, nataka kuzungumza nini leo? Nachotaka kusema leo, Mungu anawatafuta watu. Mungu wa mbinguni anawatafuta watu. Waidha huyo mtu ni mimi au ni wewe, lakini Mungu anawatafuta watu wa aina mbili. Mungu anawatafuta watu wa aina mbili. Sijui ni mimi au ni wewe, lakini Mungu anawatafuta watu wa aina mbili. Bwana asifiwe sana. Aina ya kwanza ya watu wanaowatafuta Mungu ni hawa: mtu mwenye akili. Aina ya kwanza, Mungu anatafuta mtu mwenye akili, akili ya kumtafuta yeye. Kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 14 mstari wa 2, maandiko yanasema, toka mbinguni Bwana aliwachungulia wanadamu, aone kama yuko mwenye akili anayemtafuta yeye. Kwa hiyo Mungu anatafuta mtu mwenye akili, sio akili za kufanya biashara ambazo wewe unaweza kuwa unazo, sio akili za kulea watoto ambazo mimi naweza kuwa ninazo, sio akili za kutafuta fedha ambazo wewe unaweza kuwa unazo, sio akili za kuishi kwenye ndoa ambazo wewe unaweza kuwa unazo, sio akili za kulewa ambazo unaweza kuwa nazo. Anatafuta mtu mwenye akili ambaye atamtafuta yeye kwanza. Mungu anapotazama kutoka juu mbinguni, anakutazama wewe. Je, unamtafuta yeye? Unamtafuta yeye wakati huu hapo ulipo? Unamtafuta yeye? Unafanya biashara yako, yeye yupo?
Unapokwama kwenye mambo yako, unamtafuta yeye. Unapoenda kazini, unamtafuta yeye. Unaenda kuomba, unamtafuta yeye. Kwa sababu Mungu anatafuta watu wa aina hiyo. Anapocheki kutoka mbinguni, anatafuta mtu mwenye akili. Kumtafuta Mungu sio jambo rahisi, linahitaji mtu apate akili. Ukiona mtu hamtafuti Mungu, tafsiri yake kwenye ulimwengu wa roho hana tofauti na taila kwenye ulimwengu wa mwili. Mungu anapaswa kuwa kipaumbele chetu cha kwanza. Bwana asifiwe sana. Mungu anapaswa kuwa kipaumbele chetu cha kwanza. Mungu anatafuta mtu ambaye anaweza kuacha jambo lolote akamtafuta yeye kwanza. Kwenye hali yoyote atamtafuta yeye kwanza. Ukipata hasara, huwa unaanza kumtafuta nani? Ukiibiwa, huwa unaanza kumtafuta nani? Ndoa ikiwa na changamoto, mahusiano yako, huwa unamtafuta nani? Kwa sababu Mungu anawatafuta wanaomtafuta yeye, na wanaomtafuta yeye kwa tafsiri ya rohoni, hao ndio watu wenye akili. Watu wenye akili humtafuta Mungu kwenye mipango yao. Haleluya! Watu wenye akili humtafuta Mungu kwenye ndoa zao. Haleluya! Watu wenye akili humtafuta Mungu kwenye familia zao. Haleluya! Watu wenye akili humtafuta Mungu kwenye shughuli zao za kila siku. Watu wenye akili humtafuta Mungu, na Mungu anawatafuta hao. Bwana asifiwe sana. Sijui kama huyo mtu ni wewe au ni mimi, lakini narudia tena, Mungu anatafuta watu wa aina mbili, na moja ni mtu mwenye akili ya kumtafuta yeye, sio mwenye akili ya kula ugali. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Na unisikilize, kumtafuta Mungu maana yake ni kutaka kumjua Mungu, na kutaka kumjua sana Mungu kuna faida nyingi, lakini nitazitaja kama 4. Bwana asifiwe sana. Kumtafuta Mungu kuna faida nyingi, lakini nitazitaja kama 4. Faida namba 1 na namba 2 zinapatikana kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 22 ule mstari namba 21. Maandiko yanasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Haleluya! Kwa hiyo ukimjua Mungu, faida ya kwanza utakayopata, utakuwa na amani. Kwa tafsiri nyingine, ukiwa na amani, maana yake hofu haitakukaribia wewe. Faida namba 1, utakuwa na amani. Namba 2, mema yatakufuata. Mema yatakufuata kwa sababu mema yanamfuata mtu mwenye amani. Ukiwa una amani, mema hayawezi kuja kwenye nyumba yako. Kama hakuna amani, mema hayawezi kuja kwenye biashara yako. Kama hakuna amani, mema hayawezi kuja. Mema yanatafuta sehemu yenye amani, na amani haiendi kwa watu ambao hawamjui Mungu. Maandiko yanasema wazi, hakuna amani kwa wabaya.
watu wanaomjua Mungu ndio amani huenda, na amani ikikaa mema yatakuja. Mungu anatafuta watu wanaomtafuta yeye, na hao ni watu wenye akili. Kama una akili, Mungu akupe akili leo katika jina la Yesu. Haleluya. Faida namba 3 na namba 4 za watu wanaomtafuta Mungu kumjua sana zinatoka kwenye kitabu cha Danieli sura ya 11 mstari wa 3. Maandiko yanasema watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na watatenda mambo makubwa. Kwa hiyo faida namba 3, unapomtafuta Mungu kumjua sana, sio tu utapata amani, sio tu mema yatakufuata, utakuwa hodari kibiashara, utakuwa hodari kwenye afya, utakuwa hodari. Haleluya. Kwenye ndoa utakuwa hodari, kwenye kazi utakuwa hodari. Na unajua uhodari tunauhitaji, kwa sababu maisha yetu ni vita, maisha yetu ni kushindana, na maandiko yanasema kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, lakini kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana mstari wa 10 wa Efeso 6 inasema hivi, hatimaye mzidi kuwa hodari. Kumbe ukimtafuta Mungu utamjua, na ukimjua utakuwa hodari. Haleluya. Lakini faida namba 4, utatenda mambo makubwa. Haleluya. Utatenda mambo makubwa. Haleluya. Hawa watu wamjuao Mungu wao watatenda mambo makubwa. Kwenye biashara zao watafanya mambo makubwa, kwenye ndoa zao watafanya vitu vikubwa, kwenye kazi zao watatenda mambo makubwa, kwenye huduma zao watatenda mambo makubwa. Hao watu wamjuao Mungu wao, kwa sababu Mungu anachungulia na watafuta hao, utatenda mambo makubwa. Ndio maana unasikia nawaambia watu, nenda ukafanye maajabu. Maandiko yanasema wazi, yeye aniaminie kazi nilizozifanya atazifanya. Ile Yohana 14:12, na kubwa zaidi ya hizo atazifanya. Sasa huwezi kufanya maajabu kama hujui maajabu gani Yesu alifanya. Huwezi kufanya zaidi kama hujui. Mungu anawatafuta watu wanaomtafuta yeye, maana wanaomtafuta yeye watamjua kila kukicha. Bwana asifiwe. Aina ya pili ya watu wanaomtafuta Mungu ni hao waabuduo halisi, real worshipers. God are finding them real worshipers, watu wanaomwabudu Mungu halisi, sio kibandia, sio kumwabudu fake, sio kupretend ibada. Wanamwabudu Mungu kwa kumaanisha, sio kwa mipangilio yao. Wanamwabudu Mungu halisi. Hawa wakoje? Tunawapata kwenye kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari wa 23. Sijui kama ni wewe au kama ni mimi, lakini tuangalie kwenye kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari wa 23. Bwana asifiwe. Imeandikwa hivi, lakini saa inakuja na saa ipo ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, maana Baba awatafuta watu kama hao. Watu wa aina ya pili ni watu wanaoabudu halisi. Hawa waabudu halisi, maandiko yanasema wao wanamwabudu Baba katika kweli. Hawa watu
Mungu kwao si Mungu kawaida, maana kuna miungu, lakini Mungu kwao ni Baba. Haleluya! Hao watu ndio Yesu alikuwa anawafundisha kwenye sura ya 6 Mathayo. Anawafundisha kusali, anawaambia semeni Baba yetu uliye mbinguni. Tunapomwabudu Mungu, tusimwabudu Mungu ni wa wote wenye mwili, lakini wote sio wanawe. Sisi wote ni wananchi wa nchi zetu, ni wananchi wa marais au wafalme wetu, lakini sisi wote sio watoto au marais au wafalme wana watoto wao. Kwa hiyo namna ya kutendea, watawatendea kinyume na watakutendea sisi. Wao watapata zaidi, maana ni wananchi na ni watoto. Wote waliompa Yesu maisha, waliookolewa na Yesu, wamepewa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Wale waliaminio jina lake, wanaomwamini Yesu, waliookolewa, waliotubu dhambi, wale hao ni watoto wa Mungu. Wanapoenda kumwabudu Mungu, waende kumwabudu Mungu kama Baba. Mungu ni Baba yetu. Mungu ni Baba yetu. Sisi ni watumishi wake, lakini tuna nafasi nyingine kama watoto wake. Mungu anawatafuta wanawe wanaomwabudu. Sijui ni wewe au ni mimi. Mungu anawatafuta watu kama hao wanaomwabudu katika roho na kweli. Sisi ni roho. Mungu anataka tuamwabudu katika roho na kweli, sio katika desturi zetu. Kumwabudu Mungu katika roho na kweli ni kumfahamu huyo Mungu unayemwabudu. Ukisoma hiyo sura hapo juu utaona wengine wanaabudu wasichokijua, lakini wanaojua wanamwabudu Mungu katika roho na kweli. Roho ni Roho Mtakatifu, kweli ni neno la huyo Mungu. Hatumwabudu Mungu nje ya hapo. Mwongozo wetu ni neno, na kiongozi wa hilo neno ni Roho Mtakatifu. Mungu anawatafuta watu. Sasa sijui kama ni wewe, natamani tumwabudu kidogo, kama utakuwa tayari wakati huu, na tumwabudu katika roho na kweli. Tumwabudu kwa kumaanisha. Sitakuchosha, najaribu kuangalia saa. Na ukitaka kufanikiwa siku zote, tamani kufanana na yeye. Haleluya. Unaweza kunyosha mikono yako juu, alafu tumwabudu Mungu kidogo tu, alafu nitakuombea baraka. Siku zote maisha yangu, siku zote za maisha yangu, natamani kufanana nawe, natamani kufanana nawe. Sema, Bwana Yesu, nimegundua leo unawatafuta watu wa aina mbili. Mtu mmoja ni mwenye akili ya kukutafuta wewe, na mtu mwingine ni anayekuabudu katika uhalisia, katika roho na kweli. Ninaomba Bwana Yesu, huyo mtu niwe mimi. Ninaomba Bwana Yesu, mimi niwe miongoni mwa watu hao unaowatafuta wewe popote nilipo.
iwe ni kwenye kazi yangu, iwe ni shambani, iwe ni kwenye ndoa, popote nilipo, kwenye mambo yangu yote, unipe neema ya kukutafuta wewe kwanza. Unipe neema ya kukuabudu katika roho na kweli, ili unapowatafuta hao unipate na mimi, maana wewe ndiye tumaini langu, ndiye msaada wangu. Katika jina la Yesu unifanye niwe mwanao. Kama sijawa mwanao, leo ninakupokea. Nisamehe dhambi na makosa, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Yesu, uniokoe. Asante Yesu, nimeokoka, nimeokolewa nao. Na mkataa shetani na kazi zake zote. Nimekupokea wewe uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, tangu sasa na hata milele. Amen. Funika macho yako niombe. Baba, ni katika jina la Yesu nakushukuru kwa ajili ya dakika hizi chache ambazo umenipa neema. Nimesema na moyo wa mtu huyu, nimesema na moyo wangu. Wewe Mungu unatafuta watu wa aina mbili. Haijalishi wakati huu huyu mtu yuko wapi, huyu mtu anapitia changamoto gani, hebu mtokezee umuone, maana anakuhitaji. Mpe akili za kutafuta zaidi, mpe usaidizi, mpe usaidizi Roho Mtakatifu, mpe usaidizi Roho Mtakatifu, mpe usaidizi hata anapokuabudu katika roho na kweli. Maisha yake yawe ni ibada, kazi za mikono yake ziwe ni ibada, maana zinabarikiwa na wewe. Hatua zake ziwe ni ibada, njia zake ziwe ni ibada, maisha yake yawe ni ibada. Ninafuta kila laana juu yake, ninafuta kila mauti juu yake, kila mapingamizi juu yake yaliyowekewa ili asitafute, ninayaondoa katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu, ninakutukuza. Ninabariki kazi za mikono yao, na ninaachilia neema juu yangu ya kufanya maajabu, na ninaachilia hiyo neema juu yao ya kufanya maajabu. Kila mahali walipo wakapokee nguvu ya kufanya maajabu, wakapokee nguvu ya kufanya maajabu kwenye mashamba, kwenye kilimo, kwenye mifugo, kwenye shughuli mbalimbali, kwenye ndoa, mahusiano, kwenye hatima zao, wakafanya maajabu yenye utukufu wako Mungu. Katika jina la Yesu ninakushukuru, nimekuomba. Amen. Mungu akubariki sana kwa muda huu mchache ambao umekuwa na mimi hapa madhabahuni kwetu. Ninatamani Mungu anipe tena muda mwingine, nitazungumza na wewe na Mungu ataendelea kukubariki. Hapa ni Kilimanjaro Himo, wanaita Waamuzi Prayer Center, ndipo madhabahuni kwetu. Na hapo ulipo, Mungu wangu awe Mungu wako. Na ukisikia kumtolea Mungu sadaka yako kwa ajili ya kusapoti kazi hii, Mungu atakubariki. Namba ni hapo kwenye screen yako: 0714828292. Namba ya kutoa sadaka hapa madhabahuni kwetu ni 0714828292. Let me repeat for the last time for you, whether you are far out this country. It is 0714828292. My God bless you. Next time. Ciao.